Ibilisi jina lake ni au wengine wanasema alikuwa anaitwa Al-Harith. Sawa. Ibilisi ni jina linalotokana na kitenzi balasa au iblas, kwa maana ya kukata tamaa au kufukuzwa. Jina hili alilipata baada ya kitendo hiki. Kabla ya hapo hakuwa anajulikana kwa maana ya Ibilisi. Jina lake ni Azazir au Al-Harith. Kunia yake ni Abu Kardush. Abu Kardush ndo kunia yake. Kunia mnajua? Kunia ni yale majina yanayoanza kwa baba au kwa mama. Baba fulani, mama fulani, zile inaitwa kunia. Sasa kunia yake ni Abu Kardush. Wengine wanasema jina lake ni Azazir au Al-Harith. Jina la Ibilisi amelipata kuanzia hapa. Iblis min balasa, kwa maana ya turida, amewekwa mbali na rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au amekata tamaa. Tutaeleza vizuri vitu hivi ndio yale nilosema, ongeza maarifa. Ukikaa huko uwe unasema wakuone una vitu vipya. Sawa. Kwa hiyo fasajada almalaikatu kulluhum ajmauna, wakasujudu malaika wote kabisa, wote, illa Ibilisa, isipokuwa huyu Ibilisi, huyu Azazir. Yeye istakbara, alijivuna, wakana minal kafirin, na akawa katika makafiri kuanzia hapa, kwa kujivuna na kukataa kumtii nani? Bashar, mtu ambaye mtu huyu ndio nani? Ndio Adam. Qala, akasema Mwenyezi Mungu, ya Ibilisu, ewe mwenye kufukuzwa wewe, ma manaaka, ni kipi kilichokuzuia wewe, antasjuda, kumtii, lima khalaqtu biyadaya, yule niliyomuumba kwa mikono yangu. Sawa. Astakbarta, hivi umejivuna, am kunta minal alina, au umekuwa katika wakubwa wewe. Hivi ni ujivuni huo, au unajifanya ni miongoni mwa wakubwa kiasi unapinga amri yangu ya kumwangukia Adam kwa kumtii? Jawabu lake, qala, akasema, ana khairum minhu, mimi ni mbora kuliko yeye. Khalaqtani min narin, umeniumba mimi kutokana na moto. Wa khalaqtahu min tinin, na umemuumba yeye kutokana na udongo. Qala, akasema Mwenyezi Mungu, fakhuruji minha, toka hapa kuanzia sasa, toka huku. Fa innaka rajimun, hakika wewe ni mwenye kuwekwa mbali na rehema zangu kuanzia leo. Wa inna alaika laanati, na hakika juu yako pana laana yangu, ila yaumiddini, mpaka siku ya malipo. Qala, akajibu yeye kumwambia Mwenyezi Mungu, Rabbi, Bwana wangu we mlezi, fa andhirni, nipa nafasi, na kuomba nipe nafasi ya kutoniua basi sasa hivi, ila yaumi yub'athuna, mpaka siku atakaofufuliwa, na mie ndio uniue huko, nipe umri mrefu. Qala, Mwenyezi Mungu akasema, fa innaka minal mundharina, sawa, hakika wewe ni katika hao miongoni mwa wenye kupewa nafasi watakaoishi muda mrefu, ila yaumil waqtil maalumi, mpaka wakati wa siku maalumu, siku itakayojulikana. Qala, akaendelea kusema Ibilisi, fabiizzatika, na apa kwa haki ya utukufu wako. Fabiizzatika, na apa kwa haki ya utukufu wako. La ughwiyannahum, na apa nitawapoteza hawa, maadamu uchanipa nafasi.
nitawapoteza hawa ajmaina wote. Lakini akasema wote hii illa ibadaka minhumul mukhlasina, isipokuwa waja wako miongoni mwao wenye kutakaswa, hao sitowaweza, wenye kuvikwa ikhlasi. Qala, akasema Mwenyezi Mungu, falhaqu walhaqa aqulu, akasema hii falhaqu walhaqa aqulu, hiyo haki ya mwanzo hiyo imerufaishwa. Wanasema ima inawezekana ikawa ni habari ya mubtada mahdhufu hiyo falhaqu, yani fa anal haqu, umeelewa au alhaqu qasami, tumeelewana wa imma inawezekana ikawa mubtada hiyo haku hiyo, tumeelewana habari yake ikawa imeondoshwa, takdiri yake itakuwaje? Falhaqu minni qasami, tumeelewana lakini pia unaweza ukaiona mtu anasema falhaqa wa nasba, sawa ala takdiri fi'li, imekadiriwa fi'lu amri, ilzamul haqa au ittabi'ul haqa, lazimianeni na haki au ifuateni haki, au kwa kukadiria kasam vile vile, kakaulika Allah la af'alanna, ipo hiyo, tumeelewana kwa sababu uko mbele kuna la amla anna jahannama. Watu wenye vitu hii wanaelewa nini nasema hapa haya. Basi tuitumie ile ya kwanza, ile ya kwamba imerufaishwa birafi, kwamba ni habari mubtada mahdhufu. Falhaqu, mimi ndiyo haki, mimi Mungu anasema mimi ndiyo haki, sawa, kwa sababu moja katika majina ya Mwenyezi Mungu ni nani? Alhaqu. Qur'ani pia ni haki, Mtume Muhammad pia ni haki, dini pia haki. Basi kwa hiyo qala, akasema Mwenyezi Mungu falhaqu, mimi ndiyo haki bwana, walhaqa aqulu, na nasema kweli tupu, yani wa aqulul haqa tu, hiyo imetangulizwa kwa sababu ya nini? Ya takhsisi, yani mimi nasema kweli tupu, Mungu anasema. Kwa hiyo hichi ni kiapo. Anasemaje? Kasamu yenyewe ni nini? La amla anna jahannama, na hapa nitaujaza moto wa jahannam, minka, kwa wewe, wa mimman tabi'aka, na kwa wale wote watakao kufuata wewe katika uko kuwapotosha kwao, minhum ajmaina, wote miongoni mwao. Mungu atukinge na kupotezwa na shetani. Hizi habari kubwa hizi, nimesoma neno kwa neno, lakini hapa hichi ni kisa, na wanasema wenyewe ndio kisa cha mwisho katika visa vilivyotajwa katika suratu Aswaf, kisa kinachohusisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, malaika, Adamu na Ibilisi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka kumuumba Adamu, aliwapa habari malaika na almalaul a'la, na viumbe vitukufu wote waliokuwa katika zama zile huko walipo, kwamba inni khaliqun bashara min salsalin min tini, kwamba mimi nitamuumba mtu kutokana na udongo. Sawa. Malaika kwa kujua kwamba nafasi yao wao ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wengine wanasema kwa sababu washapata historia, aliwahi kuumbwa kabla ya mtu, kuna viumbe waliumbwa wakafanya ufisadi, wakafanya uharibifu mkubwa, wakauana,
kwa kile wakamwambia Mwenyezi Mungu utakuja kumuumba kama yule, atafanya ufisadi na kama yale yaliyofanya. Ya nini bwana, sisi twatosha, kwa sababu sisi na wewe, sisi tuko chini yako, tunakutii, tunakusabihi, tunakutakasa, tunakuabudu. Hao tena watakuja kuleta matata. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia malaika, mimi najua msioyajua na mimi najua ghaibu msioyajua nyinyi, niacheni niendelee na jambo langu. Nitamuumba huyo mtu na nikimkamilisha nitawataka nyinyi muangukie kwa kumuheshimu, kwa kumuamkia. Ndio sijida hii. Tumeelewana? Kwa bahati nzuri wakati linafanywa hilo au linasemwa hilo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kulikuwa na huyu kiumbe Azazir au Al-Harith au ndio huyo Ibilisi, mmoja katika majini, mmoja katika majini. Najua majini waliumbwa zamani kabla ya binadamu, malaika waliumbwa zamani kabla ya binadamu. Wenyewe wanakuambia viumbe vilianza kuumbwa vyote, mwisho ndio wakaumbwa mwanadamu. Kila unachokiona kilimtangulia mwanadamu kwenye kuumbwa. Uone akisema mimi nitamuumba mwanadamu kutokana na udongo, hivi kati ya udongo na mwanadamu nani katangulia? Udongo. Kwa hiyo udongo uliumbwa kwanza, kisha ukafinyangwa, tukatengenezwa mimi na wewe. Kwa hiyo basi inasemekana miti iliumbwa mwanzo. Huu mnazi unauona huu uliumbwa, mwembe, wengine wanasema mpaka wanyama. Mwanadamu alitayarishiwa kwanza pa kuishi, kisha ndio akatengenezwa. Kila unachokiona kilitangulia kwanza, kikajazwa, kisha ikawa ile dunia haina mwenyewe, ndio akaja kuumbwa mwenyewe binadamu. Tunamuita binadamu Kiswahili, lakini ni bashar. Yani bin Adam manake mtoto wa kwa hiyo akaumbwa huyo Adamu. Na maana ya Adam asili yake nini? Cheusi, cheusi. Kwa sababu ule udongo uliomuumba Adam ulikuwa mweusi, tena uliokauka, uliovunda, wenye harufu. Uko ulipowekwa ndio akapata jina la nani? Adam, kwa neno hilo lilokuja. Kwa hiyo Adam manake mweusi. Usiniulize sasa mbona kuna wazungu kuna nini, usipate tabu hiyo. Sawa sawa? Haya, Mwenyezi Mungu akawaambia mimi najua msio yajua, lakini mimi nitamuumba, na nishamuumba nitawataka nyie kitu hiki kimoja. Wakati linasemwa neno hili alikuwepo huyo Azazir, huyo jini. Vipi aliingia katika kundi la malaika? Wanasema alitukuzwa kwa sababu ya kufanya ibada sana, alimuabudu sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndio maana anakuambia moja katika kunia zake anaitwa Abu Sajida. Abu yake kwa sababu gani? Anaitwa baba wa kusujudu, bingwa wa sijida, kwa sababu hakuna sehemu hata moja katika mbingu 7 na ardhi 7 ambayo yeye hajaweka paji lake la uso kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Kasujudu hata hapo ulipokaa wewe, kasujudu, kahakikisha ameunganisha zile sijida zake mbinguni na ardhini, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtukuza daraja yake, kana kwamba katoka katika ujini akawa malaika sasa. Kwa sababu malaika sharafu yao kubwa ni nini? La ya'suna Allah, ni kuabudu. Ni Mwenyezi Mungu amewaumba malaika katika mtindo mmoja tu wa kuabudu, hata wakitaka kuasi hawawezi. Amewatengeneza wanaabudu tu, hata kwanza wala hawafikirii kitu kinaitwa maasi. Wapo katika ibada mbalimbali, kuna wenye kusujudu tu, wenye kurukuu tu, kuna wenye kusimama tu,
kuna wenye kutufu tu Al-Kaaba, ili mradi wao ni ibada tu, tangu wameumbwa ni ibada tu, na ni wengi zaidi kuliko binadamu. Kwa nafasi yao hiyo ya moja kwa moja, huyu Ibilisi naye kwa sababu ya ibada, na hapa unapata somo kwamba ukifanya ibada sana utapanda, kama vile ukifanya maasi sana unashuka. Tunapata somo hili. Unaweza ukafanya ibada mpaka ukawa katika daraja ya malaika, na ushahidi huo, soma vitabu vya tafsiri. Huyu alikuwa kiumbe jini tu, tumeelewana? Na jini ni kiumbe ambaye ameumbwa kutokana na moto, kama atakavyokuja jieleza mwenyewe. Lakini nafasi ya viumbe walioumbwa katika nuru. Malaika wameumbwa kutokana na nuru, sisi tumeumbwa kutokana na udongo. Kwa binadamu unaweza ukapambana kwa ibada mpaka ukawa kama nuru, na unaweza ukapambana kwa maasi mpaka ukawa kama Ibilisi. Tumeelewana? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amemuumba malaika katika mtindo mmoja tu, na huyu bwana kwa juhudi zake akapandishwa pale, ikawa anaishi nao, anazungumza nao, ni mwenzao kabisa. Lakini alikuja mwenyewe kujipambanua siku hii sasa. Tumeelewana? Na hii ni mipango ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio inni a'lamu ma la ta'lamuna wa a'lamu ghaiba as-samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumuna. Mungu anasema mimi najua msioyajua, najua yaliyojificha mbinguni na ardhini, na ninajua mnayoyaficha na mnayoyadhihirisha. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, huo ndio upeo wa ilmu yake. Kawaambia niacheni ni muumbe huyu mtu, lakini nikimaliza msujudieni. Kwa hiyo kwa sababu Ibilisi anaishi na wale, amri hii pia ikafaje? Ikamkusanya naye, ikamhusu. Sawa sawa, kwa sababu kisha kuwa katika wao maana sio hisan, akakataa, akakataa. Vipi? Kwa nini wewe? Mwenyezi Mungu anamwambia umekataa kumheshimu huyu. Yeye alikuwa anajua, maskini, angalia alipokuja kufeli padogo tu, ilmu nini ile wa a'lamu ma la ta'lamuna, inadhihiri hapa kwamba mimi najua msioyajua. Yeye ile sijida kule, kuanguka kule, yeye alijua ni sijida ya nini? Ya ibada. Kumbe ilikuwa ni sijida ya heshima tu ya kuamkia. Sawa, kibri kikadhihiri, husda ikadhihiri, na hiyo ndio husda ya kwanza. Husda ya kwanza kwamba mimi nimefikia katika daraja hii ya kuwa miongoni mwa malaika kwa sababu ya ibada. Huyu ndio kwanza anaumbwa hajasujudu hata sijida moja. Tunamsujudia nini? Kwa nini? Waswahili wanaita nini? Fi ndani huko wanaita roho ya ngwandara, roho stoki, roho mbaya, chuki. Akamuhusudu, akakataa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamwambia, kwa nini unakataa kumheshimu huyu? Tena nimemuumba na mimi kwa mkono wangu kama nilivyokuumbeni nyie. Akasema ana khairum minhu. Kibri sasa hicho, ana khairum minhu, mimi ni mbora kuliko yeye. Na kwa ujinga wake akaonyesha kilichomtia ubora yeye kwa fikra zake. Sema khalaktani min nari, mimi umeniumba kutokana na moto, yeye umemuumba kutokana na, kwa akili zake kwamba moto ni bora kuliko udongo, akafeli. Na hii inatokea sana. Ipo sababu ya kupinga mambo, kutojua. Kuna watu wengi wanapinga mambo, wanapinga vitu, wanapinga majambo kwa sababu ya kutojua hakika. Tumeelewa naye? Mmoja katika wanachuoni akasema hiyo imedhihiri katika Qur'ani sehemu mbili, kwamba watu wamekataa, hata wakamkataa haki kwa sababu tu ya kutoijua haki.
Sehemu ya kwanza ni hii hapa, yaani vile vitu vyote kavijua sivyo, ndio ujinga wenyewe. Ndio mtu anakuuliza hii nini, hii jamani nini, akakwambia hii sio simu, mkate huu. Huu ndio ujinga. Huu ni nini? Ujinga. Ujinga tasawuru shay'in ala khilafi ma tusuwira, ndo aljahlu. Wanasemaje kule? aljahlu qul tasawuru shay'in ala khilafi wasfihi alladhi bihi basi umeelewa? Wanasema ujinga ni kuswawirisha mambo kinyume na yalivyo. Ndio nini? Sio tusi. Mtu akwambia bwana hii nini? Sasa hiyo bwana mkate. Kitu hiki umekiita mkate wakati hii ni nini? Simu. Tumeelewana vizuri? Kukijua kinyume vile kinavyojulikana kitu ndio ujinga. Mtu mmoja aliulizwa, mnazijua tambi zile tambi ngumu zile, siku hizi hazipo madukani, tambi za dengu zile, tambi za dengu kama chaulo zipo. Aliwahi kuulizwa hizi nini, akasema wewe unanifahamia sijui bwana, naona mimi mjinga, hizo sambusa za minyororo. Ndio ujinga huo. Tumeelewana? Na kwa upande huu wengi ni wajinga. Karibu sote sisi ni wajinga. Tukijua hiki tunajingikiwa na, ndio maana hata watu wa zamani wanatumia msamiati mzuri, kujingikiwa, lakini sasa hivi neno mjinga limekuwa tusi kwa sababu tumelitumia vibaya. Usiniletee ujinga mimi. Maana yake usiniletee kutojua, ndio maana yake. Na ujinga uko namna hizi mbili, nini na nini? Kuna jahalun basit na jahalun basit ni kujua visivyojulikana, kutojua visivyojulikana. Yani ndio ujinga basit. Mfano hapo ulipokaa chini ukichimba kuna nini, unaweza kujua sasa hivi? Huo ni ujinga mwepesi. Ujinga basit, ujinga mwepesi. Ujinga mkubwa murakab ni ule kujua mambo kinyume ilivyo. Yule alokaa kwenye kiti pale ni nani? Ukasema yule pale, yule Kundecha yule. Ndio mimi Kundecha eti. Umeelewa? Huo ujinga murakab. Sasa huu ujinga basiti, huu ujinga watu wengi tutasamehewa. Lakini ujinga murakab, kuyajua mambo kinyume na ilivyo, hapa kuna hatari ya kutosamehewa. Ndio unaingia kwenye makosa. Manake hii inapelekea mtu uvivu wa kusoma, uvivu unawapelekea watu katika jahlu murakkab. Tumeelewana? Sasa ndio haya anayoyafanya Ibilisi hapa. Mambo yalikuwa yako wazi, yanajulikana, lakini akavurunda. Kwa nini hukumheshimu huyu? Mimi ni mbora kuliko yeye. Anakosea hapo, ujinga umeanza hapo. Nani aliyomwambia yeye mbora kuliko yule mwingine? Nani aliyomwambia? Yeye mwenyewe ujinga wake akasema mimi umeniumba kutokana na nini? Na moto. Ujinga wake umempelekea kuuona moto ni bora kuliko udongo. Nani kasema? Kamwambia nani? Tumeelewa na? Ana khairu minhu khalaktani min nari wa khalaktahu min tini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hili la kujivuna kwa ubora asiokuwa nao aliojitia nao yeye mwenyewe, yeye alikuwa atosheke ile kusogezwa kuwa ila malail a'la, ilikuwa atosheke nayo. Kapandishwa pale palikuwa panamtosha sana. Na hapa tunatufundishwa kitu, ukipewa cheo tosheka na hicho, usitake cha juu. Waswahili wana maneno yao, ukipewa lifti usipige honi. Huyu kapewa lifti akawa anapiga honi na kutia gia yeye. Wewe umeniambia nikuache faya, haya mambo unayafanya tena ya nini? Huyu alikuwa
jini, sawa? Na tuseme jini ni kiumbe mbaya, jini kaumbwa na Mwenyezi Mungu, sawa? Yeye alikuwa ni mmoja katika majini, lakini jini si malaika. Kwa mafuhumu haya, malaika wao wako bora kuliko majini, sawa sawa. Lakini jini yuko flexible, anaweza akashuka au akafanyaje, akapanda, akajitahidi huyo, akapanda, akakwezwa, akawepo katika daraja ya nani, ya malaika. Lakini bado ni nani? Ni jini. Ilikuwa atosheke na hiyo, afanye mpaka abadilishwe na material. Lakini tunachokisoma hapa, akaona maadamu nishakuwa huku, basi mimi ni mbora kwa kila asiyokuwa mimi. Wale aliosogezewa kwao walitii amri. Tumekufanya wewe uwe kama nani? Malaika. Si alikuwa aende nao? Mmenielewa vizuri? Kimantiki aende, kwa sababu ndio daraja. Basi maana yake hata wale kawaona wajinga. Mfano wewe sasa hivi nakuchukua kwamba wewe utakuwa katika kundi la maraisi. Ushakuwa katika kundi la mpaka au maraisi wenyewe unawaona wajinga. Maraisi wanakwenda huku, wanakwenda huku. Mimi bwana hao pombavu hao. Wewe tumekusogeza uwe daraja hii. Mmeelewa mantiki? Makosa juu ya makosa ndio ujinga huo. Ndio? Waswahili wanakuambia ukipewa kiganja usichukue mkono wote. Ishia pale pale. Ndio sehemu yako. Akakosea, na sio kukosea tu, akaja na kujivuna kwa kusema ana. Lile neno ana lilimuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio anania ile. Ana inaitwa ubinafsi, au kwa jina lingine unaitwa umimi. Hata wewe binadamu, hata mimi, ukitaka upate tabu Mwenyezi Mungu akuchukie, kuwa na hiyo anania. Wenyewe wanatuambia ukija sehemu kama hii, watu tele wamekaa kama hapa, jione wewe ndio wa mwisho, wale wote wamekushinda kila kitu. Hata kama umewashinda na unajua umewashinda, tumeyasoma juzi haya. Jione wewe ni binadamu, na huenda hawa wakawa bora zaidi kuliko mimi. Binadamu hatuko hivyo. Binadamu kidogo tu ukifunuliwa kitu, basi wewe ni mbora kuliko yoyote. Kuna unanijua mimi? Aliulizwa mtu mmoja juzi, kavaa vizuri, akamwambia umependeza. Akamwambia kumbe unijui Alikuwa asemeje? Asante. Lakini bwana umependeza, kiatu cha wapi? Unijui kumbe? Mimi ndo zangu hizi. Umimi huo. Msalini Mtume Muhammad. Sawa sawa. Mwenyezi Mungu atufikishe hapo. Mmoja katika sifa za Mtume Muhammad ilikuwa na hiyo tadharu ya hali ya juu, unyenyekevu. Kuna kisa mimi kila nikisoma mpaka nasisimka kuonyesha tadharu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inasemekana siku moja amekaa na sahaba zake, ukaaji wa kawaida tu. Kuna mtu mmoja akawa na haja naye, ana haja na nani? Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akajisogeza mpaka pale. Kufika pale hakumjua ni upi. Akauliza, ayyukum Muhammadu, katika nyinyi hapa Muhammad ndio nani? Hichi kisa nakipenda sana. Ayyukum hivi katika nyinyi hapa Muhammad ndio nani? Unapata picha gani hapa? Kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa, huwezi ukaona alama fulani, ima mavazi yake au kusema kwake au swaga na mikogo yake, au hakuwa na sifa hiyo. Mtume alikuwa akikaa na watu wanajichanganya nao, yuko nao mpaka uambiwe bwana yule pale Muhammad ndio yule. Msalimu Mtume Muhammad. Ni mtume hivyo huyo. Ni mtume, lakini Mtume Muhammad sisi tukipata nafasi unamuona kabisa mtu ana change nguo zake, kofia utaiona sio ile tena, koti, na akikuwa na watu wanataka watu time zote wawe hewe kwa ajili yake yeye, anatuma ovyo ovyo, hata kama cha kutuma njoo haja kwenda yule, au kuita watu hata majina tena anasahau, hawaiti watu kama majina yao. Oya wewe unamhitaji mtu mwenzio wewe bwana, ndio tulivyo. Nini? Yeye katuzidi, yeye katuzidi.
Nakumbuka kuna kisa kimoja cha Sheikh Muhammad Ayub rahmatullah alayhi, wanafana biulumihi wa barakatihi wa jamaana wa iyahu fi dari karamatillah wa mustaqar rahmati. Aliwahi kuja mtu ana haja ya mwanafunzi wake ambaye naye ni shekhe wetu Sheikh Muhammad bin Abi Bakar rahmatullah, naye Mungu atuneemeshe kwa rehema zake, katika walimu zetu wakubwa waliotufundisha. Sasa lakini kipindi kile Sheikh Muhammad Ayubu ndio Sheikh Muhammad Bakari mwanafunzi katika wanafunzi wake wakubwa. Sasa kuna mtu alikuwa na ahadi na huyu Sheikh Muhammad Bakari. Alipofika pale katika compound ya Tamta, hamjui Muhammad Bakari, sawa, akamwona mzee mmoja amekaa kule, ikabidi amfuate yule mzee. Asalamu alaykum. Salam. Shikamoo mzee. Marhaba, mimi nina shida ya Sheikh Muhammad Bakari. Akaambia hapa mimi sina mashekhe. Akamwita, njoo. Nani? Njoo. Unamjua Sheikh Muhammad Bakari wewe? Yule mtu akamvuta mgeni, njoo. Yule unayomuuliza ndio Sheikh wa Muhammad Bakari. Ndio Sheikh Muhammad Ayubu huyu. Mbona kawaida, ambaye ndio alivyo vile, kanzu yake hiyo, koti lake hilo, ndio mashekhe wa kweli. Lakini sasa hivi shekhe ukimwona anakuja, hajakwambia tu sasa shekhe huyo anakuja, shekhe nguo, shekhe lile guo lake shekhe lile, akilivua lile hana ushekhe kitu. Mwenyezi Mungu atupitishe njia za watu hawa. Lakini bwana, masikitiko makubwa, wamekuja watu wanawaponda hawa waliokuwa na nyendo na tabia za mitume, wanawaponda hawa juu. Mwenyezi Mungu tunusuru na shari ilo tukabili mbele yetu kwa kuwaponda watu waliofanya kazi kubwa kama hii. Umeona, kafanya kazi miaka, mimi nimekwenda pale nimekaa naye miaka 13, lakini huko nyuma kishafanya kazi zaidi ya miaka 60. Hajafanya kazi, hajauza, hajanunua. Yeye akiamka asubuhi kufundisha watoto wa watu, hana mtoto wake hata mmoja, hawajui baba zao wala mama zao, mtu mdogo. Haya basi, isiwe hana ilmu kama wanavyosema watu. Anayo Qur'ani, basi Qur'ani pia hakuwa nayo alif be te, mpaka mtu akasema qul a'udhu birabbil falaq. Si Qur'ani hiyo? Mtume anasemaje kwa wenye Qur'ani? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana. Au hiyo hadithi dhaifu nayo, labda Mtume anasema mbora wenu ni yule alokaa akajisomesha yeye Qur'ani, na baada ya kuijua kwa kiasi chake akawafundisha wengine. Kuna khairia zaidi ya khairia aliyoitaja Mtume Muhammad. Tumsalimu Mtume Muhammad. Turudi kule kwa Ibilisi. Ibilisi kilichomponza nini? Ile anania, umimi. Mimi. Tahadhari na neno mimi. Neno, jamani, tumeelewana? Neno mimi lisiwepo. Usiwe nalo mimi mdomoni, wala usiwe nalo mimi katika macho ya moyo wako. Kuwa na neno sisi. Umeona hata Qur'ani yenyewe Mwenyezi Mungu sehemu nyingi anasema tumeumba. Tumeelewana vizuri? Hivyo hapa, ma manaka antasjuda lima khalaqtu biadaya. Mungu amesema mimi kwa sababu anamuonyesha yule kwamba mimi ndo zaidi hapa. Lakini sehemu nyingi Mwenyezi Mungu anatumia sisi tangu mwanzo, mpaka unaweza kusema miungu ni wengi. Sio wengi, Mungu mmoja. Lakini kwa nini anatumia neno sisi? Ni tadharui tu. Anamnyenyekea nani sasa Mwenyezi Mungu? Ndio kule watu wa lugha anasema limuadhimi nafsahu. Mmenielewa vizuri? Basi hata wewe kwa peke yako penda kusema inshallah sisi tutakuja kesho. Angalia, hata kuna miujiza moja, hata neno la hivi team, neno la Kiswahili Kizungu. Nani anaweza kukumbuka spelling zake? T hakuna I. Team TEAM. TEA. Wenyewe wamekwambia hawakuweka I kwa kuondosha yule umimi. Neno team pia limekosa
I maana yake I am, mimi. Kwa hiyo wale pia wanajua neno mimi baya. Kwa hiyo na wewe usipende neno ana, mimi. Mimi unijui mimi ndio fulani, mimi hakuna. Tumia sisi kwa maana ya unyenyekevu. Mwenyezi Mungu atuokoe. Kuna kitu cha kujifundisha ingine kabla tujarudi tena huko. Ibilisi jamani kasujudu sana, mpaka ameitwa Abu Sajida, kwa maana kasujudu sana. Sijida zake mpaka zimefanyaje? Zimempandisha ila almalail, katika viumbe watukufu ambao ni nani? Alikuja kuangushwa na sijida hii. Mimi na wewe tumeacha sijida ngapi? Sijida moja tu. Fakhruj minha fa innaka rajim. Sijida hii mimi na wewe tumeacha ngapi? Narudia tena, sijida moja imemwangusha Ibilisi, na jina likaanzia hapo hapo, Ibilisi. Dabalos Dabalos nini? Kituruki, Kigiriki wanamuita Dabalos, ndio Ibilisi. Subhanallah. David Kizungu, Shaitan Kiarabu. Kapata majina hayo yote kwa sababu ya kuacha sijida moja tu. Mungu kaambia ondoka, nitakuchoma. Mimi na wewe tunaacha ngapi za lazima? Msiangalie chini, kila mmoja ajitizame yeye. Ikiwa moja imemwangusha, sisi hizi nyingi zitatufanyaje? Waislamu ni hatari kutomsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni hatari. Rabia, mmoja katika watu waliokaa sana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumtumikia, anaitwa Rabia. Bwana huyo Rabia al-Aslami alimtumikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akampenda sallallahu alaihi wasallam, sahaba wake huyu, hadithi mashuhuri sana, mpaka ikatokea Mtume sallallahu alaihi wasallam kumtamania kheri Rabia. Akamwambia, salni ya Rabia, niombe chochote na mimi nitatumia kura yangu ya veto kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unachokitaka ukipate. Mfano wewe unapata nafasi hiyo, Mtume anakuambia sallallahu alaihi wasallam, niombe chochote, ni muombe Mungu upate. Kuna wengine walikuja wakaomba nini? Utajiri. Anaulizwa tena, wako wawili, niombe. Akamwambia, as'aluka murafaqataka fil janna ya Rasulullah. Siombi chochote, mimi naomba kusuhubiana na wewe peponi. Mimi sina mpango wa chochote hapa duniani. Mimi nataka mimi na wewe tuwe marafiki peponi. As'aluka murafaqataka fil janna. Ndio ninachokiomba mimi, niwe rafiki yako, niwe katika rufqa yako, kundi lako. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, awalaisa dhalika, hiyo umepata, huna lingine? Huna pepo utaipata, utaingia pamoja na mimi, umeipata, basi huna kingine chochote labda? Akamwambia, huwa dhaka ya Rasulullah, huwa hilo, sitaki lingine. Sikiliza Mtume Muhammad akamwambia, fa'inni binafsika bikathrati sujudi ya Rabia, fa'inni binafsika bikathrati sujudi, na kuomba katika hili la pepo hili, basi nakuomba nisaidie kwa wingi wa kusujudu. Naweza nikamuomba Mwenyezi Mungu, lakini ukahitajika msaada, basi jisaidie kabisa ili dua yangu mimi ikubalike, kwamba peponi hawaingii wasiokuwa na sijida nyingi.
Tumswalie Mtume Muhammad. Unataka pepo? Mimi naweza nikaomba, lakini sijida zako zinatosha? Basi ziwe nyingi. Mtume Muhammad anamwambia nani? Sisi tunataka pepo, tusujudu sana. Hakikisha unaamka mapema alfajiri, unasujudu raka 2 kabla ya, halafu unaswali alfajiri yenyewe, unapumzika kidogo, unapata ishraqi, unapata dhuha, unakuja mapema msikitini ya dhuhuri. Kabla ya kuswali raka 4 za dhuhuri, swali raka 4 za kablia, 2 muakada na 2 ghairu muakada, sijida zote hizo. Umeelewa? Kwa hiyo utajua namna katika raka 2 kuna sijida ngapi. Ukimaliza swali ya dhuhuri yenyewe, ukimaliza lete raka 4 baadia, 2 muakada na 2 ghairu muakada, nenda kafanya shughuli zako. Ukisikia adhana alasiri, njoo mapema, lete raka 4 kabla ya alasiri 4, sawa sawa. Kisha swali alasiri yenyewe raka ngapi? 4. Nenda kafanya shughuli zako, hakuna baadi. Ukisikia magharibi, njoo, zipo raka 2 japokuwa sio muakad. Mtu mmoja aliniuliza jana kwenye karatasi hapa, nikasahau kujibu. Je, zipo raka 2 kabla ya swala magharibi? Zipo. Tumeelewana? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuulizwa, ni swali raka 2 kabla ya magharibi? Akamwambia swali ukitaka, swali ukitaka. Kwa hiyo zipo, sawa sawa. Kisha swali raka 3 za magharibi, ukimaliza swali raka 2 baada ya sunna hizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha raka 2 kabisa baada ya magharibi kabisa. Tumeelewana? Na kama una muda usitoke msikitini baina al-maghribi wal isha, jikurubishe kwa Mwenyezi Mungu kwa dhikri mbalimbali na kuswali na nini. Wenyewe wameweka pale raka nyingi mpaka raka 6, inaitwa salatu awabina. Wengine wamefikisha zaidi ya hapo, ndio nataka daraja hiyo. Ukisikia adhana ya isha, lete raka 2, kisha isha yenyewe raka 4, ukimaliza lete raka 2, sawa. Nenda nyumbani kapumzike kidogo, fanya mambo yako yote, kula, lala, unachotaka kufanya, alafu amka usiku, simama sujudu usiku, unazoweza raka unazoweza, kisha lete witiri, ima raka 1 au 3 au 5 au 7 au 9 au 11. Alfajiri imefika, rudia tena kama nilivyoanza kwa. Hiyo ndio kathratu sujudi, na ndio maisha ya Muislamu. Na wallahi unaweza kuona kana kwamba huwezi kufanya kazi nyingine, utafanya utaratibu huo na kazi zako zingine zote utafanya. Majumba utajenga, kazi utafanya, na kila kitu utafanya. Ndio wenzetu walivyokuwa. Tumeelewana? Iblis kaswali, karukuu sana, kasujudu, kamwabudu Mwenyezi Mungu vya kutosha, lakini kibri chake cha kuacha sijida moja tu, sio 2, sijida moja, akafukuzwa. Baada ya kufukuzwa, husda ikaendelea. Akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nimekubali umenifukuza na nitaingia motoni, lakini basi mimi kiumbe wako, naomba usiniue sasa hivi, naomba. Majini wengine wanaishi na ukifika muda wanafanya wanakufa, ila jini Ibilisi hatakufa sasa hivi, atakufa mwisho katika zile parapanda zile. Tumeelewana vizuri Yani tunaye tu, na kazi yake ni hii, la ughwiyannahum ajma'in, la ughwiyannahum. Amechukua ahadi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nitawapoteza kwa kila njia.
Wanachuoni wametaja njia kama 6 ambazo ibilisi anafanyaje, anawapoteza watu, lakini njia kubwa ni tazyiini, kuwapambia watu mabaya ya waone ni mazuri. Tazyiini inaitwa tazyiini. Jambo baya yeye analitiatia rangi linaonekana zuri, mpaka mtu anaona tabu kuliacha zuri lile, kumbe ndio linafanya linalomuumiza. Maasi yote kayapaka rangi, na alhamdulillah mpaka watu nao wamekubali maasi. Sasa hayaitwi tena maasi, zinaitwa starehe. Ukisikia mtu anakuambia niache na starehe zangu, manake niache na maasi yangu. Hapana, starehe ni neno la Kiswahili lilotoholewa kutokana na neno la Kiarabu istiraha. Istiraha ni thulathiyun mazidun bi 3 ahrufi, linatokana na neno raha. Raha, amepumzika, raha ni kupumzika. Sisi sasa naona raha hii ndo naona matamu Kwa hiyo istiraha, istaraha yastarihu, istiraha. Kwa hiyo sio maasi. Maasi ni kitu kingine, yanamuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini yanamuumiza anayoyafanya. Kila alichokikataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ujue kinatuumiza. Leo nenda kafanya research uone kila kilichoharamishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ujue mwisho wake kwa mwanadamu ni kibaya. Ukiambiwa hiki ni haramu, manake hii sumu. Hiki ni haramu, haya madhara. Basi madhara yale maadiyu, hisiyun, maanawi, madhara. Unaweza kuwa usifaji, usiyaone, lakini ndani yake ni ya madhara uko chini huko. Mi nafurahi hata wale wanaovuta sigara, ananunua sigara lakini anaambiwaje chini huko, basi usingojee aya inayosema la tashrabu sigara. Usingojee aya hii la tashrabu sigaret, usingojee aya hiyo. Hili neno la chini hili, uvutaji sigara ni hatari kwa afya yako, ndio aya yenyewe kwamba sigara ni haramu. Kila kinachodhuru maisha ya mwanadamu ni haramu, ndo aya. Mungu anasemaje kwa ujumla wake? Wala tulqu biaidikum ila tahluka, msijiingize katika maangamizi. Unachoona kinakuangamiza ujue ni haramu. Ushahidi, usingoje neno kwa neno, aya hii inatosha. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, basi aya hiyo imekusanya kila chenye kumuumiza mtu. Na ndio maana inafika pahala kuna haramu kwa watu wote, na kuna kingine haramu kwa huyu ni halali. Ingekuwa tuko darasani tunazungumza mambo ya kisheria, tungejaribu kuleta nini? Mfano, unajua wali? Unajua wali? Ubwabwa. Basi kuna watu wengine ubwabwa kwao ni haramu. Yule iliyothibitika kwamba kila ubwabwa unamuua, unamtia magonjwa, basi ni haramu kuula. Kwa aya gani? Wala tulqu biaidikum ila tahluka, usingoje wala taakulu ruza. Haipo aya hiyo. Hii wala tulqu biaidikum, mbona wenzangu wanakula, yule umdhuru. Sasa kuna maasi ya pamoja, hakuna yasiyomdhuru mtu. Kama zina, hakuna mtu ambaye haimdhuru. Zina ndio kama alivyosema mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fahishatan wa saa sabila. Subhanallah. Wala takrabu zina innahu kana fahishatan, kisha wa saa sabila, msikurubie zina. Haikuacha kuwa hiyo zina ni uovu na njia mbaya kabisa, ndio hiyo fahisha wa saa. Ilikuwa inatosha saa sabila moja. Gazeti la leo sijui Nipashe nini limeripoti kwamba Moshi
kuna wagonjwa wengi wa akili kwa sababu wanakunywa sana pombe na mirungi. Gazeti la leo. Moja katika magazeti ya leo. Moja, Sheikh Athmani sasa amesoma gazeti moja katika magazeti ya leo. Watu wa afya wamechambua na wamethibitisha Moshi wapi? Moshi wengi kuna vichaa wengi wanaosababishwa na nini? Mirungi na unywaji wa pombe. Wala tulqu biaidikum. Mmenielewa vizuri? Haya, tunaendelea. Ibilisi ana njia nyingi, tunarudi pale darasa yetu msisahau. Ibilisi ana njia nyingi za kuwapoteza watu. Njia yake kubwa anayotumia ni tazyinu, kuwapambia watu mabaya yaonekane kuwa ni mazuri. Kitu kibaya lakini Ibilisi anakupambia unakiona kizuri, mpaka ukishakifanya ndo kilivyo hivi, ndo sura yake hii. Tumeelewana? Lakini pale mwanzo anakifanya kinakuwa kizuri, kitamu, kina ladha, kinavutia. Kwa hiyo sio kila kizuri kwako ni cha halali. Fuata maandiko yanasemaje juu ya hicho unachokiona kuwa ni kizuri. Ana njia nyingi. Njia nyingine kuwafanya watu wapuuze mambo, wayaone madogo. Wayaone? Kwamba kwani darasa ni kitu gani bwana? Kitu kidogo tu darasa nini? Kwani baada ya swala kusema subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ndio nini? Ndio nini kwani? Tumeelewana? Njia nyingine hiyo, kuwafanya watu waone mambo kuwa ni nini? Madogo. Kwani kumwamkia mtu assalamu alaikum wa ndio nini? Kwani akiniamkia ni mpaka niseme wa alaikum ndio nini? Kukaa itikafu ndio nini? Mbona vitu vidogo vidogo? Kwani kusoma fiqhi ndio nini? Kusoma Qur'ani ndio nini? Tumeelewana vizuri? Hiyo pia njia nyingine anafanyaje? Anatumia kuwafanya watu makubwa kabisa wayaone kuwa nini? Madogo. Na mtu mpaka analiona dogo kweli. Baada ya kuswali ndo nikae subhanallah subhanallah. Sasa akishatoa salamu huyo, kuna jambo lingine huko ambalo ni dogo, Ibilisi anamuonyesha kwamba ni nini? Kubwa, analikimbilia kule. Kumbe halina maana yote, ni dogo kuliko ile aliloliacha huko. Msikilize Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kalimatani khafifatani fil lisani lakini thaqilatani fil mizani. Hasa maneno mawili tu mepesi katika ulimi wa mtu, lakini ni mazito kweli kweli katika wizani siku ya Kiyama. Maneno yenyewe nini na nini? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Mtume anasema maneno haya ni mepesi kuyasema ulimini, lakini ni mazito katika malipo yake. Basi Ibilisi anachanganya hapo na wewe ulione halina maana yote. Kuna watu wanafanya ibada kila siku, mbona mimi nataka ibada kweli kweli bwana, hebu nipe neno hilo, nikisema hilo neno hilo itakuwa basi moja kun fayakun. Hayo unayoona madogo madogo, ujue huyo nani anaokufanyia hivyo? Ibilisi. Na njia nyingine zimetajwa zinafikia kama 6 ukipanda katika vitabu. Tumeelewana vizuri? Jambo la kuswali, swala ni jambo kubwa. As-salatu imadu, as-salatu imadu, al-ahdu ma bainana wa baina al-mushrikina. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ahadi inayotofautisha sisi na wasiokuwa sisi ni kuswali. Sasa ni kitu kidogo hicho, lakini kuna mtu anapambiwa na Ibilisi na kwani swala ndio nini? Anasikia adhana zinateremka ya alfajiri, yuko macho, ya dhuhuri yuko macho, ya alasiri kaisikia, ya magharibi ataisikiliza na ataipatiliza katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu anaona ni kama kipenga chakula. Ile adhana ya magharibi wanaona kama nini? Kipenga, kwamba mchezo ulizimwa. Sasa Hamisi Changwalu anapiga filimbi, watu waanze kufaje? Kula ile Allahu akbar. Allahu akbar ni kuonyesha muda wa magharibi ufaje umefika, na ndio hapo hapo muda wa kufaje, wa kufuturu. Basi jibu adhana kwanza, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, na wewe sema Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, na wewe sema vile vile, kisha lete dua. Ukishamaliza fungua na hilo chungwa lako na hiyo tende yako. Tumeelewana?
Ile adhana ya magharibi ya mwezi wa Ramadhani sio kipenga kwamba haya tumefunguliwa kula sasa. Tumeelewana? Unamkuta mtu yuko msikitini tangu adhuhuri, unasema da, huyu bwana anaswali kweli kweli tangu, kumbe ukimchunguza hapa chini kashamenya kabisa embe yake iko hapa. Anasikilizia kipenga. Tumeelewana? Akikaa hivi anaichungulia ipo. Analala. Akiamka kashata zake mwenyewe zipo. Yaani anasubiri adhana ya magharibi. Allahu akbar. Msalie Mtume Muhammad. Adhana ile ni, tizama tafsiri ya adhana. Tizameni tafsiri ya nini? Allahu akbar, Allahu akbar. Maana yake nini? Mwenyezi Mungu ndio mkubwa zaidi, Mwenyezi Mungu ndio mkubwa zaidi. Ashhadu an la ilaha illa Allah, nakiri kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila nani? Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, na nakiri kwamba Muhammad ni nani? Kisha hayya ala swala, njooni kwenye. Kisha hayya ala al-falah, njooni kwenye. Allahu akbar, Allahu akbar.